Mume wangu. Bwana wewe mkao. Nakusikiliza mkao. Mume wangu, najua wewe unafanya kazi ya airport. Kuna mdogo wangu yupo kule kijijini. Nataka aje huko afanye kazi. Nahitaji umtafutie kazi hata sehemu yoyote. Umtafutie kazi. Mke wangu kwenye hilo kwanza ondoa shaka. Kama ni kuja mwambie aje kwa sababu kazi kashapata. Sawa? Ya nitampambania shemeji yangu apate kazi ile kwa nzuri na bora kabisa. Kweli mume wangu? Ya kweli mke wangu, usijali, nimeisha. Nakupenda. Mume wangu. Ile jambo nililopendekeza jana. Leo nimepanga nimtumie nauli ndo aje. Okay, ya kuhusu mdogo wako. Usijali mke wangu. Usijali na mimi natoka hapa naenda huko naenda kumpambania yeye. Ya naenda kumpambania ili apate kazi na mwambie akifika atakaa kama siku 2 siku 3 then ataingia mzigo. Nafurahi kusikia hivi. Usijali mke wangu, nakupenda sana. Nakupenda tu. Ndugu wangu. Naam kaka. Nimekuita hapa. Kuna kazi ambayo nilikuwa naifanya mimi kule bandarini. Kwa hiyo nikaona bora si vyema wewe kuacha mdogo wangu na hangaika na udalali. Nikaamua bora nikutafutie kazi kule na nimekutafutia sehemu umepata. Kwa hiyo nakuomba wewe kesho tuondoke wote bandarini. Ukafanye kazi kote. Kaka mbona unaniforce kiasi nakwambia mimi siwezi kufanya kazi huko. Mbona unaniforce kaka? Mimi sitaki, siwezi kufanya kazi bandarini mimi. Kazi hizo mnaziweza nyinyi. Mimi angalia mcheck kwanza, angalia vizuri kwanza. Mbona kufanya kazi ngumu? Siwezi, sitaki kaka. Mbona unaniforce jamani? Lakini mdogo wangu, hiyo kazi ya udalali haikufai, Kazi ya udalali ni kazi ambayo yani inafia kwani inaudhalilisha. Unaitwa mtapeli. Mbona mimi nimeona nikupeleke kule kwenye nyumba nzuri na kwenye kazi nzuri kule bandarini kule. Mbona mimi kule nilitoka kule na hela zangu na wewe. Naomba tuondoke kule bandarini. Wewe utumii nguvu, unatumia akili tu. Mimi hapa nikija hapa nina hela, wewe yani hiyo kazi yenu unafanya hiyo. Yani unaonekana mtapeli, unaonekana ndogo wangu. Nionekane tapeli, nionekane nani? Ni kaka kazi ya bandarini si wapi. Siwezi. Wewe mdogo wangu, ninachokuona unajivunia hii hapa nyumba ya urithi. Kwa hiyo nyumba utaiuza tuone sasa wewe biashara yako hiyo itakusaidia nini? Haya bwana Blaza, wewe kama umeamua hivyo, hivi la mimi kazi ya huko bandarini si bandarini hapa. Mimi siwezi hiyo kazi. Mimi ndipo zangu pale natulia na Blaza bigi pale tunapiga mishahara yetu hivyo Blaza. Kama wewe umeamua kuuza, sawa. Hata kama ukiuza kila mtu atachukua chake, hivyo mimi siwezi kufanya kazi kama hizo ngumu Blaza. Sio wengine sote tunasema ngumu. Nakwambia au Wafaransa hiyo jana balaa tupu yani. Ni mtoto Mbappe yani wamemtoa lakini wamemtoa kwa figisu tu. Fitna zile za FIFA. Mimi sinakwambia yule mtoto ana balaa lake. Yani magoli anaofunga mzee mimi sijawahi kuona.
Pale kati kuna mtu mmoja anaitwa Olise. Huyo balaa kiungo mshambuliaji. Okay. Bigi umecheza mpira kaka? Mimi nimecheza mpira hujazaliwa mzee. Nimeanza kucheza mpira hujazaliwa. Umeona pale Temeke pale? Pale kuna uwanja pale. Pale mimi nimekipiga mzee balaa tupu yani. Kipindi niko tuzo za CCM anakuja pale CCM anatuchukua sisi. Si unajua? Mimi hapa nilikuwa mchezaji namba 1. Nimechanga. Kipindi niko Temeke pale. Kama mimi kwa shida ya chumba mwanangu. Chumba umepata kaka. Chumba. Ipo? Chumba gani? Unatumika jiwe. Room ndani. Kila kitu ndani. Chumba umepata. Yaani unamaanisha master room si? Kweli? Yes, chumba ninacho. Sema kizuri, sema kimekosekana vitu hivyo. Simbodi na tiles. Nasema chumba safi kina chumba. Huyu mshamba huyu mshamba. Sasa hivi wamesema mimi vipi? Hiyo nyumba, chumba, seble na choo ndani. Alafu ceiling board mzee balaa. Hiyo tiles ukipiga deki unajiona mwenyewe ndani huko. Sikwambii. Yaani mo balaa tupu yani. Uda deki. Hiyo master hiyo. Balaa. Mimi sinakwambia. Ila sasa bei yake 100,000 kwa mwezi. 100,000? Somba. Mali mingi anishishe mzuri. Somba. Au sio? Uhakika. Kweli? Basi tuondoke mwanangu. Sasa poa. Bigi umezingua mwanangu. Umezingua mwanangu Bigi. Cheki umezingua tena umezingua makubwa sana mwanangu. Mshamba achana naye tuondoke ukaangalie chumba. Baridi. Umesahau? Sasa mkubombe. Pakis. Hamna kaka, hapa ndo mjini. Kaka. Vipi kaka, mbona nimekuona huku vipi? Kuna mwenyeji wako? Ya, kaka hata mwenyeji wangu nilipokuja hapa kwa ajili ya kutafuta kazi. Unaelewa sawa. Maana kijini kule bwana tunahangaika, tunalima mpaka basi. Mwisho mpaka tunakonda kama hiyo. Kwa hiyo kama kuja nijiongeze nije mjini at least na mimi tafute kazi kidogo. Unajua bwana kule kijijini kazi yetu si ngumu sana. Kazi ngumu, pesa kidogo. Tunalima tunafanyaje mpaka tunakonda kama hivi. Lakini huku kazi kidogo, pesa nyingi. Kaka bwana, jiji alidanganya siku zote. Najua na kuona huku pambanaji wako ndio mafanikio yako. Yaani kaka, huku hamna mtu, ana asilimia nyingi vijana wengi sana hatujaajiriwa. Ila walioajiriwa wanakula hivi na sisi tusiajiriwa tunapambana huko mtaani kidogo kidogo. Ndugu yangu nimeamini. Milima nakutana ile binadamu atakutana hata kidogo. Sema blast. Bwana mjie huko kanikudia. Sasa kufanya wewe andika namba yangu hapo, afu tutawasiliana. Kweli brother. 06 14 22 32 hiyo utanitek sawa. Basi poa ndugu yangu. Poa ndugu yangu. Oya. Karibu kakaangu. Dada. Unajua dada? Ndio maana kumbe nilipokuona nilikusahau. Niulize kwa nini? Kwa nini? Dada yangu sasa umekuwa mzuri afu umekuwa mweupe. Usiniambie. Kweli? Ndio ukasema nipo hapa naangalia yuko wapi? Hapa. Nasema dada yangu unajua kuishi kwa nyumba nzuri jamani. Jamani, unaishi pazuri wewe. Kawaida tu. Lakini mdogo wangu. Naam. Nimekuita hapa kwa lengo moja. Ndio. Lengo hilo? Moja. Nimekuita hapa kwa dhumuni la kazi. Ndio. Umekuja huko mjini ufanye kazi. Ndio. Sio kucheza. Ni kweli kabisa.
Na mazingira yote nimeandaa. Ndio. Kuhusu connection tayari. Connection ipo na shemeji yako. Ndio. Sawa? Kazi ya airport. Kwa hiyo nakuomba mdogo wangu usiende kucheza, fanya kazi. Dada subiri kwanza. Au nimesikia vibaya? Umesemaje? Kazi ya airport. Airport? Airport ndio. Kumbe hapa nenda kufanya kazi ya airport. Unaenda airport. Kwenye ndege kule. Ndio hizo kazi. Connection nzuri kwa shemeji yako airport. Ndio. Airport. Makis! Bwana wewe. Tena. Bwana ndugu yangu. I say. Makis. Naam kaka. Mwanangu. Tena. Lakini kumbuka nilikwambia. Milima inakutana, binadamu hatukutani. Umeelewa maana yangu sasa? Nini wazulia? Tushapita hiyo. Vipi blaza? Huko kama unaelekea wapi? Kweli mwanangu. Mimi niko zangu mitaani tu. Si unajua tena kukaa mimi kunachosha sana. Kwa hiyo nikasema ngoja nitoke, nika kidogo, nyoshe kidogo miguu ili mji ujue ndugu yangu mimi mgeni hapa. Vipi lakini jambo lako la kuhusu kazi? Acha nicheke kidogo kwanza. Ndugu yangu, unajua nilichoamini kwamba mjini kila mtu anakuja na nauli yake. Sio nauli tu, kila mtu anakuja na bahati yake. Mimi kufika tu nyumbani pale, pap kwa sister. Nikamweleza changamoto zangu, akaniambia, ndugu wangu, mbona umechelewa? Yaani ungesema toka kitambo. Kumbe shemeji yangu ambaye mume wake wa dada yangu mimi anafanya kazi airport. Bwana, ile kufika airport. Napanda ndege. We! Bora atakoma kina Asmani kina Roja kule, atakoma kule wewe. Sasa mwanangu una bahati sana. Sio bahati tu, nyota. Si unaelewa? Wewe mwisho kupanda ndege lini? Ushawahi kupanda ndege? Alafu tumtangulia kitambo sana mjini. Wewe mjini unakuja juzi tu. Wiki ijayo Sema una bahati. Tumesaga, tumeingia ile jiji, tumeliingia, tumesaga mzee. Tumesaga, nimekutana na bigi fulani ndo mwanangu ndo kanisupport. Watu tumesaga mwanangu. Ila wewe kuingia tu umeingia juzi, tumekutana juzi leo umepata kazi mwanangu, ndio unataka kufanya michongo ya kazi. ndio hivyo mwanangu. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Maua yako blaza. Ndio. Bahati sio bahati tu, hadi nyota ninayo. Basi unaelekea hivi? Mimi nanyoshesha kidogo miguu ndugu yangu. Unajua tunyoshe wote. Maana mwenyewe nipo tu hapa blaza yupo. Poa poa. Makis! Wakaka Mr. Malo. Kisi bwana wewe ndugu yangu bwana wewe. Sasa ile ngine kweli. Naenda hivi. Kitonga za kitonga. Ndugu yangu. Okay, umepapenda? Papenda. Umependa? Kwanza hali ya hewa imetulia, upepo umetulia. Poa nimekupenda mwana. Sasa je. Mimi nilijua tunasema utapapenda tu. Hapa kikubwa cha kuzingatia na ambacho hata mimi nataka nikirudie kwako. Kikubwa ni kuhusiana na jambo ambalo nakwambia mzee. Mzee kaongea mambo mengi sana, lakini kubwa ambalo la kuzingatia ni kuhusiana na kurudi usiku. Sawa? Mimi sitaki nikiwa niko zangu nyumbani na nini niko zangu na mke wangu, napata vitu viwili vitatu. Wewe kijana unaelewa Naelewa. Sitaki maswala sio napigiwa simu nini. Jamaa sijui nini, mimi sitaki maswala, yaani sitaki ya mambo. Kwa hiyo jitahidi sana. Mzee alikwambia uyazingatie. Na chengine
labda nikutoe hofu tu. Mtaani kwetu hapa kuna amani kweli kweli. Amani ipo kweli? Amani ipo masaa 24. Hilo limeisha. Kweli? Yeah. Basi kama hivyo cha kufanya tutoke. Kisha mimi ndio pilangu kwa mimi. Kweli? Basi poa. Wewe mimi na basi tuondoke. Poa poa. Leo sasa mdogo wangu, nataka kujua kama mimi nina roho mbaya kweli. Tena nina roho mbaya kweli. Sasa kama ninauchekea, yani mimi nina roho mbaya kweli yani. Leo sitaki hata ugute hata mara moja. Blaza, mimi nikupenda kuchana ukweli. Japokuwa mkubwa, sasa ngoja nikwambie ukweli. Blaza, hayo maisha unayotaka wewe tutakuwa tufiki. Mimi nakuelekeza blaza. Kweli wewe mkubwa, lakini sioni hata ukubwa wako uko vipi. Msosi blaza, msosi unafagilia msosi. Msosi tu. Mimi mbona natafuta unakula blaza. Mbona mimi nikitafuta sikushika kushika mkono. Na kuona tangu juzi ile ikapelika, na nataka unielekeze ile swala lako nilokatalia unaende blaza. Hatuishi hivyo sisi. Blaza mwenye natamba huko. Najivunia huko. Mr. Malo anambia na blaza wangu, na jiniazi nyumbani kakaangu kamkubwa wana chakula kamkubwa. So maisha ya blaza kweli sijapenda kabisa, sijapenda nikuchana kweli blaza, lote fresh tu. Kwanza sasa hivi sheria ya ndani. Cha kwangu cha kwako, ndani tunaishi. Chumba changu mimi naingia chumba changu, naingia chumba chako. Hivyo tutaishi hivyo. Sauti. Blaza, samahani. Unajua mimi hapa sihusiki na hapa. Samahani kwa hilo. Lakini hichi ulichokionyesha hapa kwa maneno mimi nimeona kama hakijakaa sana. Kwa sababu huyu ni mdogo wako. Alafu unachukua kishapikwa na maana kinaliwa, lakini sio hata kama akakosea. Bado ni mdogo wako tu. Kuleni kwanza, mkishamaliza kula mseme. Lakini kumsema wakati wa chakula haipendezi. Alafu kumkataza kama hivyo ndio sio vizuri. Huyu ni mdogo wako tu. Kweli? Huyu sikiza mdogo wangu. Huyu hapa ni mdogo wangu. Baba mmoja mama mmoja. Namwambia ni afanye kazi lakini hataki. Anataka kazi ya udalali kweli? Dalali? Sijaelewa. Udalali afanye kazi hiyo. Dalali? Yaani makisi dalali. Ndio muuliza hapa rafiki yako. Namwambia kuna kazi bandani kule tondo kafanya kazi hataki. Yaani kazi ambayo haiheshimiki. Yaani kazi mtu unaitwa mwizi, tapeli. Namwambia kazi haiache. Poa blaza, in short ishi iko hivyo. Kama nilivyokuambia, utaishi kivyako, nitaishi kivyangu. Poa, kama mkubwa wewe ndo kama mkubwa na mimi ndo mdogo wako hivyo. Ukiamua uninyanyasa hivyo, tutaishi hivyo, ndio ni hivyo ndio naamua. Ndio hivyo. Ndio fia maisha. Basi ngoja si twende. Lakini karibu kula. Shukrani. Nishapata bani. Poa. Tuko bwana. Haya. Wewe. Bwana nimekuona. Haina haja ya karamu yako bwana. Yaani nilikuwa na hana na wewe kweli. Hiyo unaitwa bonge sijui bigi. Ndogo wangu unaniharibia sasa hivi hanisikilizi kwa lolote ujue. Kwani sasa bro,
Unaponiambia kuhusu mdogo wako, unaona kama unataka kuniconfuse, unataka kunichanganya. How? Wewe yani leo mdogo wangu unamfundisha kazi ambayo haieleweki. Kazi ya udalali? Kazi gani? Unasema mimi kazi inaheshimika ya udalali. Wewe. Naomba usiniharibie mdogo wangu. Achana naye kabisa. Naomba uache mazoea na mdogo wangu. Sasa bro, ngoja kwanza. Unaposema niache mazoea na mdogo wako, ushawahi kukaa ukajiuliza kwa akili zako za kiutu uzima, mimi na mdogo wako nani ambaye ameanza mazoea na mwenzake? Mdogo wako ndo aliwahi kunifuata mimi. Sawa? Akaniambia bro, nina shida ya kupata kazi. Mimi sina khiana, nikamkaribisha ngamia njoo tufanye kazi. Tunafanya kazi. Ukiangalia mimi, sawa? Simu zenu mnazotumia, sawa? Nina simu 3. You know? You see? Simu 3 hizi. Umeziona? Hizi simu bro zina thamani ya nyumba yenu pamoja na simu zenu mnazomiliki mfano. Hizi simu 2, sawa? Siongelee kuhusiana na hii simu kwa sababu nikiongelea sana haya maswala tunaweza ila jua hivyo tu kwamba mimi sikuwahi kumfuata mdogo wako hata mara moja kwa sababu mimi ninajiweza bro. Sawa? Mimi siishi kwenye nyumba ya kupanga. Mimi nina nyumba yangu. Na nyumba yangu na familia yangu tunaishi. Sawa? Mimi najiamini na ninachokifanya. Huwezi ukanifananisha mimi na mdogo wako. Mdogo wako bado kwenye hizi kazi. Hizi kazi zinawandewa. Wandewa wenyewe ndio sisi. Hivyo basi, pambana na hali yako mzee. Leo mimi sina kugombana na wewe. Ugomvi unasema unataka kugombana na mimi nautaka. Kwa sababu mdogo wako akili yana na wewe akili huna. Mimi mtaani naheshimika, nimetoka nilipotoka nakuja unasimamisha hapa. Eti sijui umefanya. Bro, tutakuja tukosane. Angalia sana. Mimi sio kunichukulia poa. Sawa? Jua kabisa. Mimi sijampata mdogo wako aingie huku nilipo. Ni yeye mwenyewe ndo kanipata mimi na mimi sina shaka na mtu. Nimempokea na ninafanya naye kazi. Kwambia tena na tena. Sio nielewa bro. Wewe. Ina muda ugomvi kabisa. Lakini tutakutana. Sawa. Mbona unataka mimi nataka? Mtani mimi alwatani hapa. Hata utananijua. Hapo unaongea nini? Wewe. Who are you by the way? Mlamu huyo. Shemeji huyo? Ndio. Say. Pole na kazi. Asante sana. Ndio. Yeah. Wanasemaje? Jambo hili. Wewe hapa. Kama kuna jambo. Tumeshinda hapa nyumbani na TV tu. Naona. Karibu sana. Asante sana. Na dada naye ametoka hapa muda sio mrefu na ameniambia kwamba ndo sokoni. Nipigia simu. Alikupigia? Yeah. Sasa shemeji samahani. Usijali bila samahani. Najua umechoka sana kazini huko lakini na jambo kidogo tuzungumze. Hamna shida na kusikiliza shemeji yangu. Hapana, maana nyinyi mabosi nyinyi bwana mkiwa mmechoka bwana mtaki usumbufu sana. Hamna bwana. Najua mimi tajiri lakini niko simple sana na kusikia. Yeah. Sawa. Sasa shem. Yeah. Sasa bwana mimi swali langu lile. Kuhusu kazini kwa vipi majibu yametoka? Kazini najua. Kuhusu kazi majibu yametoka. Isipokuwa kuna shida. Kule kazini mshahara ambao ameniambia kwa mwezi nataka kulipa ni 300,000. Sawa lakini ni nyingi hiyo kwa 300,000 nyingi? Hapana, 300,000 ni ndogo sana. Wewe shemeji yangu. Uweze kufanya kazi ya 300,000 kwa mwezi, you know? Asubiri basi. Kwa sababu gani? Kuna mchongo unaosikilizia nahisi kama Jumatatu hivi itakuwa tayari. Mchongo wa mwezi unapata 800,000 za Kitanzania. Ya, 800,000. Vitu vidogo sana kwangu hiyo. 800,000? 800,000. Nazishika kwa pamoja hivi? Bwana shemeji hata utani bwana. Sitaki bwana. Sitaki bwana shemeji hapana unanitania. Ya, 800,000 kwa mwezi. Bwana shemeji unajua unanitania. Sawa, mimi sitotani na wewe. Na hiyo nakubali. Lakini 800,000. 800,000 kwa mwezi. Unajua bwana shemeji ngoja.
Laki nane na maana mimi ila nahesabu kwamba napokea laki nane kwa pamoja. Ya, hela ndogo sana hiyo. Ai, mbona nikoma? Huko nini? Nitajenga bonge la jumba. Okay. Umesikia? Umeona mjengo? Umesimama, usoro msimama hivi. Umetia sana hela. Unajua. Wewe si shemeji. Ngoja asingolegee muone TV. TV balaa. Hii sio Tanzania hii toka mbali. Shemeji. Laki 8 za Tanzania inakuwa ya kwako. Kwa hiyo shemeji yangu labda tunikwambie jambo moja. Unajua dada yangu hajakosea kabisa kukuchagua wewe. Yaani hilo mimi nasema kwa sababu acha niseme tu kweli. Unajua mimi dada yangu hajakosea. Wewe shemeji wewe. Yaani wewe hapo ukae sehemu yako peke yako. Yaani wakati nafuata yule unajua niliona kwamba mimi na yeye tunaendana kwa mengi kabisa. Yaani kama kuendana na dadangu tunaendana. Unajua? Yaani mimi nashindwa hapa napigwa tu na feni, na TV. Na kuna chakula ninachokitaka. Na shemeji yangu unatafutia kazi ya laki 8. Laki 8 kwa mwezi. Usawa huu laki 8. Mbona watakoma kijijini? Najenga bonge la mjengo hilo. Hawajai kuona vitu vidogo sana kwangu hivyo. Shemeji yangu mimi niseme tu kwamba nashukuru sana. Hamna shida. Yaani nichukue nafasi shemeji yangu kukushukuru sana maana ni watu wachache sana ulimwengu kama wako. Hamna shida. Nashukuru sana shemeji. Hamna shida. Basi shemeji.